taqwimu an-nas bil mali wal jahi la bil qiyam wal akhlaq. Miongoni mwa alama za ujinga ni kuwapima watu kwa mali na hivyo kuwapima watu kwa vyeo, la bil qiyam wal akhlaqi, sio kwa ile mwenendo ambao ni mzuri, tabia zilizo njema. Yani mtu anampima mtu kwamba yule anafanya ana hadhi kwa kumuona na mali au anacho kikubwa, ndio anaona fulani bwana yule ni mkubwa bwana, yule ni mkubwa, cheo ndio kinaonekana kwamba ni kitu kikubwa, mali ndio inafanya mtu aonekane kwa nini kwamba ni mkubwa katika watu, sio kwa tabia zake ambazo ni nzuri. Kiangalia kwa wazee wetu huko, walikuwa pima kwa tabia ambazo ni nzuri, kwamba familia fulani bwana wani pale bwana mashallah tabia zao ni nzuri, yani ile ukoo wote ule. Lakini zama hizi watu kupimana kwa nini? Lakini haijaanza zama hizi, toka za manabii huko watu walikuwa wanapimana kwa nini? Kwa mali. Tusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayoonyesha kwamba kuanzia zama hizo walikuwa wanapimana watu kwa vyeo na mali. Na hiyo katika kisa cha Nabii Nuh alayhi salam. Nabii Nuh alayhi salam walimwambia watu wake Nabii Nuh alayhi salam walimwambia watu wake kwamba qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, walimwambia watu wa Nuh wale ambao waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwambia nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Wakasema kwamba wale waliokufuru katika watu wa Nuh alayhi salam kwamba hatukuoni wewe isipokuwa ni mwanadamu kama sisi tu. Maana kwamba hatukuoni wewe isipokuwa ni mwanadamu kama sisi. Yani nabii wa Allah anawe maneno kama hayo, hatukuoni wewe isipokuwa mwanadamu kama sisi tu. Una nini? Wama naraka ittaba'aka, na vile wala hatukuoni wewe kwamba waliokufuata, illa alladhina hum aradhiluna, isipokuwa wale ambao ni madhalili wetu, wale wenye maisha choka ndio ambao waliokufuata wewe. Hali maneno wanamwambia Nabii Nuh alayhi salam. Sasa haya maneno yanatoka kwa watu wenye pesa, wenye mali. Hatukuone wewe isipokuwa ni mfano wetu. Yaani wewe ni mwanadamu tu, kawaida tu. Unaona? Na vile wala hatuoni wale ambao waliokufuata isipokuwa ni wale watu wa hadhi za chini sana. Msikitini hapa hawaje kupaki watu wenye gari zao, yani gari zao zile kubwa zile. Sasa wale wanakufuata maana yake ni wale wa chini, wale waliochoka, wale waliokosa maisha, wenye fikra ambazo ni duni. Ndio maana wakasema maneno haya kwamba baadhi ya rai, tena wenye fikra mgando. Hatuoni wanaokufuata isipokuwa ni watu wa namna hii. Haya maneno aliyoambiwa nani? Nabii Nuh alayhi salam. Kama hivi ninavyoona kwamba shekhe huko msikitini anafundisha, hawaoni isipokuwa ni wale wenye maisha kawaida. Lakini wenye maisha yao wako nyumbani wametulia huko. Haje kufanya nini huko? Kwa haya maneno waliambiwa Nabii Nuh alayhi salam. Kwa wakampima Nabii Nuh
kwa kipimo kwamba hana mali, aone kwa zile mali zenyewe zile. Na vile wanamuona kwamba Nabii Nuh alayhi salam, wanaona kama cheo chake hakina, sababu kwa mfano kama msikitini najua kuna watu na vyeo. Umeona? Lakini watu wa kawaida wanaona sisi kama sisi tu. Kwa hiyo kwamba Nabii Nuh alayhi salam alikuwa na nafasi kubwa mbele ya Allah, ni mtume wa Allah, lakini tunamuona kawaida tu. Kwa shehe na nini? Shehe anaimba nzuri kweli. Tuna kuna wengine wanasema shehe na nini yule? Shehe na nini? Na gari, mali, nyumba yake. Kila msikitini anatembea tu kwa mguu, anaondoka kupita babani anapishana tu. Yaani kwa vipimo vya watu haviko katika nini? Haviko katika zile tabia, katika elimu, katika nini? Katika elimu na tabia zilizo nzuri. Vipimo vya watu viko katika mali, vipimo vya watu viko katika nini? Katika vyeo. Kisha baada ya hapo wakawa wamalizia kusema wama nara lakum alaina min fadl, wala sisi hatuone kwamba nyinyi mna ubora wote ule, kwamba mnatushinda kitu gani nyinyi mnatushinda. Kwa sisi na nyinyi sawa tu, tuna sisi tunawashinda manaki. Bali nadhunnukum kadhibin, bali tunawadhania kwamba nyinyi ni watu mlio waongo katika hayo ambayo mnaongea, kwamba Allah ametuamrisha kusali kwamba tutalipwa pepo na nini. Hii ni waongo.